Usipoke. Iache hivi. Wadi. Muda mrefu na kupigia simu, naita, nagonga muda mrefu, ufungui mlango. Nini shida? Mungu ni nimechoka kichwa nasikia kinauma. Kama si kawaida yako hii. Nagonga mara kibao ufungui mlango. Mpaka unanitia mashaka na shida gani hapa nyumbani? Kichwa kinauma sana nimepumzika. Na sikukusikia. Kichwa tusikie. Nilala. Kuna usalama kweli? Kuna usalama. Lakini kaka, hebu tuje tuachane na ushabiki sasa. Tuje kwenye mtazamo. Simba ni mbovu. Ukisema Simba mbovu unakosea. Timu mbovu hawezi kufika finali ya kombe kubwa sana barani Afrika. Mimi nafikiri ni kwamba kuna vitu viwili, kuna target na mission. Sisi target yetu ni kwamba tukae angalau nafasi itakayotufanya sisi tuende kwenye kushiriki klabu bingwa. Lakini pili, ukienda kwenye mission yetu hadi sasa hivi, hao wakusanya vikombe vyao vyote vya chai, vikombe vya kunywa maji ya kunywa, glasi, vyote wajumulishe hizo hela, watakuwa hela tunazozipata sisi tulochukua hela kule federation. Sikiliza mdogo wangu, haya yatapita tu. Kuhusu mnyama, haya yatapita tu. Unajua kwenda kwambia hivyo, acha watu washerekee, wafurahi, wafanye kila wanachokiona. Lakini sisi haya mambo ambayo hawana sherekea nayo, sisi tumeshayafanya. Hebu tuachane masuala ya Simba. Lakini kaka, mimi bwana kuna jambo nataka nikuelekeze kama kaka yangu. Unakosaga majambo wewe? Sio, tulia sasa. Yaani nyinyi madogo ya HKL tangu mjue sasa combination zenu zinataka kuongea kila siku ni maneno. Hamna. Poa nipangilie mdogo. Unajua kaka, unapochukua kitu cha chochote bila ridhaa ya mwenyewe, tafasirie kile kitu umeiba. Hicho kitu umepewa au umekopeshwa? Funguka vizuri. Iko kitu hajakopa wala hajapewa. Iko kitu umechukua kitu cha mtu bila ridhaa ya mwenyewe. Huo si wizi sasa. Huo ndio wizi wenyewe naosemaga. Huo ni wizi mdogo. Sasa yanaweza mambo haya mawili yakakutokea kwenye maisha yako. Cha kwanza unaweza kuuliwa au ukaenda kituoni ukafungwa. Unamaanishaje? Naona umeongea fasihi sana. Hebu funguka. Yaani maana yangu kwa vipi? Unapoenda kuchukua kitu cha mtu bila ridhaa, itakugharimu familia yetu sisi. Kwa sababu kwa mfano ukipigwa panga au ukifungwa, familia sisi kama sisi ndio sisi tutatoka kuangana zamana kuhusu wewe. Panga hata na kufungwa tena panga la ni vipi? Yani bweka vizuri hapo. Unajua kaka, yule mwanamke unaotembea naye yule ni mke wa mtu. Chef, mimi nikajua naongea pointi gani? Yaani kuzunguka kote. Kumbe umekuja kukuzungumza jambo hili. Yaani unataka kuanza kumzungumzia mpenzi wangu kwa sababu unajua mahusiano yangu, unajua mimi namna ninapopendana na yule Konse, si ndo maana yake? Mdogo wangu sikiliza. Kuna mambo mengi sana ya kuzungumzia. Unaweza kuzungumzia siasa, sasa hivi kipindi cha uchaguzi. Unaweza kuzungumzia mpira wa miguu, sasa hivi tuko kwenye mfumo mzuri, ligi yetu namba 5 barani Afrika, lakini usizungumzie mapenzi yangu ya mimi na Konse. Konse mimi naye tumetoka mbali sana. You know? Achana naye mke wa mtu. Sasa wewe unasema yule mke wa mtu. Mke wa jogoo ulimwona wapi au mke wa mbwa? Kote huko kuna wake za watu tu. Yaani hii dunia ukisema yule mke wa mtu, haya mke wa jongoo, mke wa mbwa umemwona wapi? Sikiliza nikuelekeze kitu. Mimi nadhani unaelewa, mimi na Konse tumetoka mbali sana. Konse mimi ni ex girlfriend wangu. Yule ni ex wangu. Ambaye kimsingi tumekuwa na mahusiano kwa kipindi kirefu sana. Tangu tuko huko sijui sekondari huko kipindi kile ndio vichuchumkwala vinaanza kuchemka. Na wewe mwanaume ukikaa unaona kuna vitu vinajiota tulianzia kule. Hadi sasa hivi siwezi kusema kwamba ujue kinachomhusu Konse. Konse ni ex wangu. Kwa hiyo ex akikumisi kuna shida gani? Sawa kaka, lakini usingeshindwa kumove on. Haya mambo ya kumove on ndio unapofanyaga makosa mdogo wangu, na nitoka na kizungu mimi kumove on. Mimi mbona nisha move kote mpaka daraja la mtaa mimi nimemove. Issue ni kwamba
Yule ni ex girlfriend wangu pamoja na maisha yake. Unajua yule, sikiliza. Mimi na yeye safari yetu ilikuwa nzuri. Kilichokuja kugairisha ni sehemu moja. Tuligombana kipindi hicho ambacho tulishindwa kutengeneza muafaka wa hatima ya ugomvi wetu. Kwa kila mtu alikuwa juu na hakuna alokubali kujishusha. Tukaachana, lakini tumeachana tunapendana. Yeye ananipenda na mimi nampenda. That's why yuko na mume wake lakini bado ananitafuta. Sasa kama mimi ananitafuta mimi napasha kipolo. Napasha kipolo. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Lakini kaka, wanawake wapo wengi na ni wazuri kuliko hata yeye. Unachoganda pale ni kitu gani kinachogandisha pale kaka? Wewe unajui. Ushaikula ngoja, ushaikula kipolo cha ubobo na maharage? Kaka, unapenda sana siasa. Hili jambo usilichukulie udogo wake. Hili jambo ni kubwa. Hili jambo kuja ugharimu familia. Si kwa ukifungwa ukipigwa mapanga. Hivi lawama itakuwa kwa nani? Zaidi ya familia, si kuonekana familia mbovu, familia haina maadili. Usichukulie udogo wa hili tatizo. Tatizo hili kaka ni kubwa. Watu wote waoga duniani ndo wanateseka na huu ulimwengu, lakini wale ambao wenye ujasiri na roho kusubutu ndo wanafanikiwa. Hebu achana hiyo. Huu ni muda sasa hivi kuna kutafuta hela. Gari za Chede zinapita saa ngapi hapa tukafanya mama mazingira huko? Jomba bana. Samahani. Jomba leo niita. Njema bila samahani. Kwani ukimshauri wanapenda samahani? Na shida kidogo kwenye familia. Ndio. Naona mwenendo wa mke wangu sio yule mke wangu wa mwanzoni ambaye tulikuwa tunapendana. Ananijali, anathamini. Naona kuna vitu fulani ambavyo vingi sana kwenye familia. Kwenye familia. Maana nimekuita mjomba. Mambo yanasaidia toka mawazo. Hapo mjomba, hebu nifundishie kwamba maana umeniweka kwenye mabano sijaelewa vizuri. Umuelewe kivipi labda mkwe wangu? Mjomba, mke wangu sasa hivi mwanzoni pale toka kazini anipokea. Ndio. Ananilaki, anaonyesha upendo. Mwanzoni kukaa naye ukizungumza naye anaonyesha kwamba namna gani mtu anakubali. Yaani ile tunasema kufanya kwamba angalau mwanamume ujisikie kwamba una amani kwa mke wako. Ndio. Lakini sasa hivi anamchukulia kama vile yani mpo ndani tunaishi kama mtu na dada yake. Mjomba, kikweli unatoka kazini unakuja. Mjomba, kifupi mimi na mke wangu tunaishi kama kaka na dada. Mjomba, kuhusu hilo usiwe na pressure kwa sababu wanawake wengi yani kama kawaida. Yaani hiyo ni kama jambo la kawaida kwa sababu wanawake wengi wana tabia ya kubadilika. Hata mke wako ambaye anaishi naye nyumbani kule ndio hivyo hivyo. Mjomba, ndio hivyo hivyo ndio alivyo. Kwa hiyo ina maana wanawake kama hao ni kukaa chini na kuongea kwamba unazingua labda hivi na hivi, ama kuna kitu labda umemkwaza mjomba. Sijampasa kwa sababu nampenda sana. Na hata ninapokuwa kazini napofanya shughuli zangu mjomba, mara nyingi huwa nafikiria familia yangu. Sababu mimi kipaumbele changu cha kwanza ni familia. Ndio. Kwa hiyo mke wangu anamweka kipaumbele sana kwenye maisha yangu. Nikiamini kwamba nikimfanyia leo mazuri, sababu mimi nakaa mbali. Ndio. Wakati mwingine niko mbali kikazi, angalau basi yeye wakati uko huku, basi angalau awe anakumbuka uwepo wake mwenyewe. Kikweli kazi zangu mjomba zanibana sana. Wakati nakuwa busy sana sababu ya wagonjwa. Lakini kila napata nafasi lazima nimkumbuke mke wangu. Ndio. Kuonyesha namna gani namthamini. Mjomba, narudi namkuta mke wangu namna anavyo behave, namna anavyoenenda mienendo yake. Kikweli mjomba, mimi ni mtu mzima. Sasa hapo mjomba, hapo takuwa ukae chini, yani umuulize bwana, mke wangu kwa nini sasa hivi umebadilika? Zamani tulikuwa tukiishi hivi, sasa hivi unafanya hivi. Labda asinginepo hela matumizi, naona ni ndogo unempatia, na ndio maana anakufanyia hivyo makusudi ili mradi wewe ujiongeze. Umwambie kwamba kwa nini unanifanyia hivi, mradi akwambie bwana hela manjuruku madogo hivyo labda. Mjomba, kwenye swala la matumizi, sababu kama nilivyokuambia kwa familia yangu wanaweka kipaumbele. Ndio. Yaani bora mimi kule ninakoishi nikose hela kula, lakini sio familia yangu. Lakini lingine pia kuna miradi ambayo yanasimamia ambayo hela ya kula ikosekana. Yaani maisha kifupi yaweze yakamsumbua. Nahisi kuna kitu mjomba. Kwa sababu kwa jinsi ninavyomtazama saikolojia, kwa jinsi ninavyomwangalia mienendo yake, mjomba, kuna kitu.
Hapo mjomba, kama wewe unahisia hivyo, hilo swala takiwa ulifuatilie. Yaani lifuatilie mdogo mdogo, lifuatilie. Kama ukija kwamba umekistukia kwamba iko kitu ni kweli, basi mjomba utanipigia simu yangu nazo, anipigia simu, basi mimi na yeye tutakuja, tutakaa, tutaongea, mimi wewe akiwepo na huyo mkwe wangu, tunaongea kwamba hapo nafanya hivi, nafanya hivi. Vitu kama hivyo sio hatakiwi ufanye. Tutaongea, tutamaliza. Wewe mjomba lifuatilie vizuri kabisa kiundani. Ukishakuja kuligundua kwamba ndio hili kweli, basi jambo linaisha. Basi yangu asante. Ila mimi kwanza msingi nitaifuatilia hili nione kama kuna kweli kiasi gani. Na mimi baada hapo tutajua ni cha kufanya. Shogangu. Vipi? Uko wapi sasa? Vipi, tunaweza kuongea? Shogangu, mimi nahisi kuchanganyikiwa, sielewi. Nahisi mume wangu ameshajua kuwa natoka na Mnyamwezi. Lakini kila nikijaribu mwenzio kuachana na Mnyamwezi, siwezi. Yaani sina hisia zozote na mume wangu. Yaani nahisi Mnyamwezi ndio faraja yangu. Sijui unanishauri nini shogangu, nisielewi mwenzio, maana naona kitu kizito kinakaribia kunishukia. Kuachana na Mnyamwezi shogangu. Siwezi. Basi ngoja nitakuja baadaye hivi. Tuongee vizuri para kwenda. Wangu nimeshtua. Vipi chai umeiona kwa ndani? Imeka chai hapo ndani. Ndio dogo. Samani kidogo. Bila samani. Sijui wewe ni mwenyeji mitaa hii? Kwenye maeneo haya mimi ni mwenyeji. Ni mwenyeji wa maeneo haya. Sawa. Unafahamu Mnyamwezi? Hana jina lingine, unafahamu kwa jina la Mnyamwezi? Nasifahamu. Kama Mnyamwezi. Una mahusiano gani? Ni rafiki yako. Sawa, kama ni rafiki yako unaweza kumpigia kwenye simu tu. Patikani. Ila kwa kawaida bado haijakuwa tatizo kwa vile ni rafiki yako tu, na inamaanisha kwa wewe kwake inaweza kama unafanya nini? Unapafahamu kaenda kwake tu. Ndio maana kuulizia. Sijajua mwanzoni niliambiwa nakaa ule mtaa ambao nilikuwa nafahamu mimi ambao naishi hayupo. Kwa hiyo mambo yanakaa ndio maana kuulizia kwamba nimekuja mtaelekeza na kuishi. Tuseme kwako mara kwanza ulikuwa unapajua hilo lilipokwenda ndio umepata taarifa kama Kahama. Hilo lishakuwa tatizo. Sasa bwana ndugu yangu, mimi ni Mnyamwezi simfahamu. Sasa si nitakusaidiaje ndugu yangu? Basi haina shida ndugu yangu. Haya, safari njema. Kwa hiyo unasikia mdogo wangu? Unajua lengo la kutengeza hii nyumba. Lengo la kutengeza hii nyumba.
Unajua nimefikiria. Nimeona sasa hivi natakuwa niamini nitengeneze mji wangu. Yaani kwa taratibu nini siku ikitokea mazingira mimi. Ile demo akiachwa, mimi naoa nachukua na kana. Sasa kaka, hapa ndo nimekuona kweli umekuwa sasa. Hapa sasa hapa unafanya kitu cha maana. Sisi siku zote tunaenda kwenye chede hatupati kitu. Vile wenyewe ni vyakula tu hapa na pale, ila kujenga hii nyumba. Hapa ndo umejiongeza sasa. Sawa? Na mimi ndo maana nasema hivi, kama point ya msingi kwamba mwanaume lazima uwe na mji wako. Hapa mimi ndo nataka ndio mji wangu. Huu msitu unaona? Huu msitu usijali. Huu msitu uzuri nimeshaukaga, nyoka hakuna hapa. Hapa nyoka hakuna. Hakuna nyoka hapa. Kaka kujiaminivyo. Yaani Akitokea nyoka bado mauzauzi. tatizo kaka unajifanya una over confidence. Sasa hizo zitakugharimu. Hiyo over confidence mimi nawekaga kwenye tobo na kula kwenye tombo. Niambie mdogo wangu. Lakini kaka, tuachane na haya. Sawa. Unajua kaka, mimi kuna jamaa nikutana naye. Ana dili la hela. Sio la hela. Yule mwanamke ambaye shemeji yangu mimi unaotembea na wewe. Umembejuaje? Mimi majuzi tu hivi nilikuwa napita zangu tu kwenye harakati zangu nikutana naye. Ngoja, una uhakika ndo yeye? Nina uhakika mimi sitajua. Yukoje? Mfupi hivi. Mweupe hivi mfupi, anapenda kuvaa vijimiwani hivi. Ndio. Sasa bwana nimekutana naye. Akasema bwana mimi namtafuta Mnyamwezi. Acha basi hapo. Namtafuta Mnyamwezi. Bwana mimi ule mchezo nikauona. Sababu nilimuuliza kwa nini simpigie simu, akasema bwana yule namba yake inapatikana. Na mimi ndio anapatikana. Na akasema sema ambao ulikuwa unakaa mara kwanza umehama. Nikasema huu mtego na ujua. Ukacheza hapo kidogo. Nikacheza. Ukakwepesha hivi. Sasa Sikiza mdogo wangu. Tuondoke nyumbani. Tutaenda kujadili vizuri kule namna gani ya kusolve hili jambo. Sasa mpaka huyu jamaa kashaanza kunifuatilia. Hili jambo lishakuwa gumu. Unajua shida yule shemeji yako ile mbishi. Konsi ni mbishi. Namwambia Konsi tuachane serious. Hili jambo linakuja kwa gumu. Angalia sasa mambo yashakuwa magumu kiasi hicho. Lakini kaka mimi nilikwambia muda mwingine utakuwa yaani usiangalie moyo nataka ni hapo sasa mimi ushindane moyo na akili. Sawa? Moyo na akili vinaweza vikawa na ushirikiano, lakini visiwe na ushirikiano na nani hii. Visiwe vitu tofauti. Hii kitu kingine mwanangu. Basi, sawa, hilo jambo. Tule pale. Njia kwetu ni kaka.